Siku ya kwanza ndani ya gereza ilikuwa kimya na ya tahadhari. Ukuta wa saruji, milango ya chuma na milio ya milango ya magereza ilimkumbusha Michael kuwa hakuna kurudi nyuma. Alikuwa ndani kwenye uwanja wa mbwa mwitu, lakini hakuwa mgeni. Alikuwa na mpango. Wakati wafungwa wengine walikuwa na hofu au walijaribu kujiweka mbali naye, Michael alitafuta kitu kingine. Kaka yake Lincoln, aliyekuwa amefungwa kwenye chumba maalum cha wafu death row, waliruhusiwa kuonana mara chache kupitia dirisha dogo la glasi na mazungumzo ya simu. Muda unakwenda Mike, alisema Lincoln, macho yake yakiwa yamejaa huzuni. Nina muda wa kutosha, Michael alijibu kwa utulivu. Najua jinsi ya kutoka hapa. Michael alianza kuomba kazi ya kusaidia kwenye sehemu ya ukarabati wa mifereji ya maji ya chini ya gereza. Wengine walidhani ni kazi ya kuchosha, lakini kwake ilikuwa hatua ya kwanza kuelekea uhuru. Alijua kila bomba, kila njia ya maji, kila sehemu ya ardhi chini ya gereza, kwa sababu aliijenga mwenyewe wakati wa kazi yake kama mhandisi. Lakini alikuwa na changamoto moja: mstari alikuwa na muda mchache na aliwahitaji watu. Chumbani kwake alikuwa anaishi na Fernando Sucre, mfungwa wa makosa madogo ya wizi, lakini mwenye moyo wa dhahabu. Baada ya siku kadhaa za mazungumzo ya kirafiki, Michael alimfungukia. Unataka kutoka? Sucre alimuuliza kwa mshangao. Ndiyo, na nahitaji msaada wako, Mayo, alijibu. Sucre alisita, lakini alikubali. Alikuwa na sababu zake. Mchumba wake Mary Cruz alikuwa karibu kuolewa na mtu mwingine akiwa bado kifungoni. Lakini gerezani hakuna siri. Habari za Michael kuzunguka kwenye maeneo yasiyo ya kawaida zilimfikia mtu hatari sana, Theodore Bagwell, maarufu kama T-Bag, mnyanyasaji, muuaji na mjanja wa hali ya juu. Unapanga nini, Schofield? T-Bag alimuuliza, macho yake yakiwa kama ya nyoka. Najua vitu ambavyo havihusiani na wewe, Michael alijibu kwa utulivu. Hakuna kinachofanyika hapa bila mimi kujua. T-Bag alitabasamu kwa hila. Huo ulikuwa mwanzo wa hatari mpya. T-Bag alitaka kuwa sehemu ya mpango huo kwa lazima. Michael alijua kuwa ili kufanikisha mpango wake, alihitaji kitu kingine muhimu: mstari wa ndege ndogo kwa ajili ya kutoroka mwisho wa mpango. Ndege hiyo ilikuwa mikononi mwa mtu mmoja tu gerezani, John Abruzzi, kiongozi wa mafia mwenye hofu na heshima kutoka kila kona ya gereza. Lakini Abruzzi hakutoa msaada bure. Alitaka jina la mtu aliyemsaliti, mtu ambaye Michael hakumjua. Ilibidi Michael acheze mchezo wa hatari wa kujifanya anajua, wakati akitafuta ukweli. Siku moja, usiku wa giza, Michael alisimama mbele ya ukuta wa chumba chake cha gerezani. Alitoa kifuniko cha sehemu ya sakafu. Chini yake kulikuwa na njia ya kwanza ya kutoroka mfereji wa maji taka. Akaangalia upande wa Sucre. Hii ni hatua ya kwanza. Sucre akavuta pumzi. Na hatua ya mwisho? Michael akatabasamu kwa mara ya kwanza. Uhuru.